Depo muda mmoja hapo. Depo ni mchezaji ambao ni material ya Ulaya. Umeelewa? Kuna wachezaji wengine wamezaliwa material yao ya kucheza Ulaya. Kwa hiyo huku ni kama mnawakosea. Yaani sisi wakubwa. Unajua kwa mfano kama National anamtoa mchezaji kama Trezeguet kutoka Aston Villa anakuja katika ligi yao ni ukubwa huo. Yaani Yanga anatoa mchezaji Ulaya anakuja ni mkubwa. Kwa mfano mimi kwa nimwambie kitu kimoja. Mjenga picha. Yule mwamba katika mashindano ya Kosafa. Yafanyika Afrika Kusini mwaka jana, siku mnafuatilia nyewe. Alifunga goli 8 alikuwa top scorer. Si ndio? Mwaka juzi alifunga goli 5 katika mashindano ya Kosafa. Akatoka akaenda national team. Nilikuwa nasema takwimu zake kacheza mechi 19 kafunga goli 17. Yaani mtu Mwangola anafunga goli mechi 19 afunga goli 17. Alafu huyo mchezaji baada ya kuona si Manchester baada ya kuwa timu kubwa anakuja katika timu kama kuna klabu ya Yanga na ligi kuu Tanzania bara. Ni mchezaji wa kawaida huyo. Nipongeze kumpongeza kwa sababu engineer sababu ana connection na wachezaji wakubwa ndo kamleta. Yaani muda mwingine haya hii faida mnamuona Steka anavyofunga hiyo. Nipongeze kwa rais wa klabu ya Yanga na mwenyekiti wa vilabu vyote kwa kazi kubwa anayofanya. Haya ni material ya Steka ya Ulaya lakini anahudumia katika mpira wetu. Lakini wewe usimwone Okelo. Okelo katika mashindano ya Chani si ndio alikuwa nani ni MVP amsha saunye. Si ndio? Si amekuwa top scorer katika ligi ya Uganda. Yaani mchezaji kama yule daraja lake anacheza Uganda anacheza national team. Tunagombana vilabu vingi Afrika na Ulaya lakini mchezaji daraja kubwa namna hiyo tunamleta ligi kuu Tanzania bara. Unashinda kumpongeza rais na mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika. Kwa maana yake ushawishi na ukubwa wa klabu hii na ukubwa huo klabu hii unachangiwa na nani? Na president wa klabu hii kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Kwa muda mwingine mnapolala au mnapoombea watu wengine, mtu wa kwanza kumuombea pamoja na rais wa klabu ya Yanga Engineer Esad kwa kazi kubwa anayofanya. Haya material haya kina Okelo kina Depo hao. Yes, yani hawa Dukabu haya ni material ya Ulaya. Yaani wachezaji ambao wanapaswa kucheza Ulaya nyinyi mnamuona katika ligi kuu Tanzania bara na mnaenjoy tu, mnafurahi tu kwa sababu mnaongea siku za kuishi. Lakini pongezi kuna mtu anafanya kazi kubwa hiyo. Na yeye atawathibitisha siku gani? Nations anakuja. Sio atakuja? Ni amani. Inshallah kama penzi yake Mwenyezi Mungu tukutane katika ni amani. Mwalimu jana watu wameshusha chuma majirani zenu. Hatari kweli kweli hicho. Alikuwa akimweka benchi. Sasa ukisema alikuwa anamweka benchi, bahati mbaya ndio hayo nilikuwa nazungumza hapa mambo ya kitaalamu. Hawa wachambuzi wote hajasoma mpira hata afuatili mpira. Alikuwa anamweka hapa kwa sababu Pacome ni namba 10. Si ndio? Sekwaski namba 10. Baada ya Stefano Askini Pacome, si ndio? Hiyo anacheza namba 11 kwa mweka benchi vipi? Yeye vitu vingine hata kama hujaenda shule. Si unasoma tu watu unagubu unaangalia YouTube. Sasa unataka kwenda shule hiyo? Yaani mtu anacheza namba 10, huyo anacheza sio namba 7, 11, atakwambia tu anakuwa ameweka benchi namba 10. Sasa hiyo bahati mbaya inawezekana kutumia maneno mazito lakini hiyo inahitaji kwenda shule. Na nyie vipaza sauti venu hivi vyote ni Mungu amewapa kwa kusema ukweli. Yaani nyinyi mnashinda kuandika tu ukweli. Huyo akuacha namba 10, huyo akuacha namba 11, mnashinda kusema ukweli Deus. Hata hiyo maana yake anaenda kushika fimbo na kutapa Deus anasema ukweli. Sasa mbona vitu tofauti? Numbers zinaongea lakini. Brother, numbers zinaongea lakini ni chronic injury. Kwa mfano alikuja yule nani yule kutoka Mombasa alikuja pale. Mwaka jana nizungumza. Nikasema huyu mchezaji kulingana na historia yake huyu ni chronic injury. Huyu ana majeraha ya kudumu. Hata huyu amekuja ana majeraha ya kudumu. Wewe unapi duniani mchezaji uko free, ana timu afu sasa awe mchezaji mzuri. Umeona wapi duniani? Yaani hii dunia hii ambayo tunaishi sisi ambayo tunana kila siku. Mchezaji eti bora hana timu. Umeona wapi duniani? Mtaje mchezaji hata mmoja. Watu wanaenda kuvunja mikataba ngune timu, watu wanaenda kuchukua wachezaji wakubwa wanavunja mikataba. Wewe unakuwa zoazoa alafu unataka kushindana na timu kubwa. Mwingine mnajichumbia dhambi za bure ambazo zina maana yoyote. Hawafanyi usajili, wanafanya okota kama kaida yao. Na hiyo sasa ni desturi yao. Wewe jiulize. Hao kwa kikosi. Mwaka jana kikosi chao kile ambao wameenda kwenye kombe la Luza. Si ndio? Wamebaki wangapi? Ambao wakafika finali. Yes, wamebaki wangapi? Taja uko wamebaki wangapi? Kama 5. Watatu. Katika kikosi. Watatu tu. Kwenye kikosi cha kwanza? Yes. Sawa. Si ndio? Lakini vile vile hebu jiulize katika mwaka jana kikosi chao. Makapteni wao watatu wote. Kuna hata mmoja wabaki? Hapana.
Kipindi ambacho alikuwa anamwacha Shabalala tunaambia huyo replacement ambao anakuja na uwezo kuliko Shabalala. Tunawaambia wewe ameondoka Nouma au huyo replacement ana uwezo kuliko Nouma. Tunawaambia anaondoka Alphonse Malone, anaenda anakuja beki ana uwezo kuliko huyo. Anaondoka Ngoma katikati, nyinyi mnaleta hao na uwezo kuliko hao. Tunawaambia au tukwambia leo kinachotokea ni nini? Si ndio wanafumwa tu. Kwa muda mwingine lazima mtoe kitu anachokisema. Kwa hao wanafanya nini? Makosa. Lakini nataka jiulize. Zamani watu wanaamini kiwanda cha wachezaji katika ligi kuu Tanzania bara ni Rwanda. Uongo kweli? Au tunadanganyana hapa? Miaka 5 years ago. Uongo kweli? Watu wanaenda Rwanda kuchukua wachezaji? Unaelewa, wanaleta hapa Bongo lakini wanafeli. Leo hii wao wanaamini Rwanda kuna wachezaji bora wanaleta tena. Yaani kuna vitu vingine unajiuliza, wako serious au wanatania? Yaani watu wanaleta mijitu ambayo imeshindikana kwa ajili ya kuheshimisha ligi kuu na mpira na Afrika kwa ujumla. Sisi kinachotuuma ni kwa sababu tumepigania vilabu vinne viende kwenye mashindano ya kimataifa. Sio? Vilabu vinne. Umeona Singida anajitahidi anapata pointi, hasa Mwaitenda anapata pointi. Yes, sisi wakubwa tunapata pointi. Timu ambazo tunazipigania zingine wako wae. Wanagawa utamu tu brother. Wana pointi 0. Yaani wanashinda kupambana hata kuamini kwa kuna mwanaume Yanga Sports Club wamepigana kwa ajili ya vilabu vinne viende. Basi huyu tumsaidie huu mzigo mwakani, sio? Asiwe peke yake na sisi, lakini ndio timu napigwa nyumbani ugenini, anageuzwa tu bwana kama samaki anapigwa bara na pwani. Sasa hiyo mambo sisi kama wakubwa inatuuma. Natamani mwakani tubebe vilabu vingine ambavyo kama Azam au Singida na mwingine. Hii kwa sababu tuweze kuzuia zile pointi zetu. Yanga peke yake hawezi kuzuia hizo pointi kwa sababu sisi ni wakubwa, kuna muda tutatoka. Kama tumeanza kuwabeba mashindano ndani ya miaka 5 mfululizo, unaenda kimataifa sio bingwa, Yanga ni bingwa, mgongo wa Yanga unaenda kabingwa, unaenda shirikisho, alafu leo unaenda kugawa utamu na sisi tunakaa kimya. Haiwezekani. Kwa tunasema kuwa sisi kama wakubwa inapaswa hawa vitimu vidogo vielewe kuwa mkubwa Yanga Sports Club anapopigania vilabu vinne, nyie mjikaze. Mnajikazaje? Tafuteni wachezaji African class players, wachezaji wakubwa kuongeza thamani ya klabu yenu, kuongeza thamani ya ligi kuu Tanzania bara. Leo ligi kuu ndio nafasi ya ngapi? Nafasi ya 6. Kwa nafasi ya ngapi? Si 4. Tukopo ya 4. Au mshasahau ni watu? Tukopo nafasi ya 4. Kwa sababu kuna timu inafungwa ovyo, inashusha thamani ya ligi yetu. Sasa Yanga anashinda peke yake, timu nyingine afungwa. Maana yake zile point wakichukua inashuka, ndugu yangu, ligi yetu. Kwa sisi tunapambana, lakini kuna huku ambao ni viladha wanashusha thamani ya ligi yetu. Kwa sisi inapaswa, ni lazima tuambie ukweli na ukubwa wetu, ni lazima tupambane Derek. Mungu abariki sana Derek bwana. Malizia tu ndugu yangu, hauwaone wakipambana